Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuonyeshe na ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania jioni ya leo. Vita vya ndani kwa ndani CCM vyanza ndani ya bunge la Dodoma. Mbunge maarufu wa CCM auchana utawala wa Samia Suluhu, awachana CCM kwa ujumla waziwazi. Aliingilia jeshi la polisi la Tanzania akiunga mkono wananchi dhidi ya serikali. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kuonyeshe na nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mvutano ndani ya chama tawala nchini Tanzania umezidi kupamba moto baada ya mbunge mmoja wa ngazi ya juu wa CCM kupinga serikali waziwazi bungeni mjini Dodoma, huku akitabiri kuisha kwa CCM hivi karibuni. Matamshi hayo yaliyotolewa na Nape Nnauye ambaye ni mbunge wa CCM yalitafsiriwa kwa kiasi kikubwa kuwa ni uasi wa ndani usio wa kawaida badala ya mjadala wa kawaida, ambapo sasa wafuasi wa CCM katika mitandao ya kijamii wameanza kutoa maoni yao wakionyesha kutopendezwa. Waangalizi walielezea wakati huo kama onyesho la nadra la upinzani ndani ya chama ambacho kitamaduni kinajulikana kwa nidhamu na umoja. Hata hivyo, kauli zake mbunge huyo mara moja zilizua mjadala mkali na kuja kama pigo kubwa kwa Samia Suluhu ndani ya bunge na katika mitandao ya kijamii. Wengi waliona uingiliaji huo ni dalili ya kuongezeka kwa usumbufu na migawanyiko ndani ya safu ya CCM. Tukio hili limechochea uvumi kuhusu nyufa zaidi zinazobomoka ndani ya taasisi tawala ya CCM. Nape, mbunge huyo wa CCM mashuhuri, mbunge huyo wa Mtama, pia alitoa maoni yake wakati akichangia mjadala wa bunge leo kuhusu mfumo wa mipango wa taifa na serikali ya CCM. Akizungumza kwa udhabiti mbele ya Spika Zungu, hata hivyo, alisema kwamba utu wa binadamu lazima uwe kiini cha sera na vitendo vyote vya serikali, la sivyo CCM itaweza kudidimia. Alionya kuwa maneno matupu bila mabadiliko yanaonekana yanaweza kuleta madhara makubwa ya kisiasa kwa chama chake cha CCM. Maneno yake yalitofautiana sana na kuja kama onyo na michango ya kawaida ya wabunge wa CCM ambao sasa wanampinga. Wachambuzi walibaini kuwa uwasilishaji wake ulipendekeza kufadhaika badala ya wasiwasi wa sera tu, huku akiiponda CCM. Mabadiliko haya ya sauti yamekuwa kiini cha mazungumzo ya kitaifa ya kisiasa. Katika hotuba yake, Nape alikumbusha bunge kuwa moja ya misingi mikuu ya Chama cha Mapinduzi ni kuheshimu utu wa binadamu, na isipofanya hivyo chama hicho kitaweza kufa. Alisisitiza kuwa kanuni hii iliwekwa kwa makusudi katika itikadi ya chama tangu kuanzishwa kwake. Kulingana na mbunge huyo, haikuwa lugha ya ishara bali thamani elekezi iliyokusudiwa kuchagiza utawala. Alisema kuwa kuacha kanuni hii kuna hatari ya kukitenganisha chama hicho na utambulisho wake wa kihistoria, ambapo itaweza kumaliza chama cha CCM. Matamshi kama haya ya mbunge huyo yalionekana kama rufaa ya moja kwa moja kwa dhamiri ya chama cha CCM. Pia walihoji kwa uwazi ikiwa utawala wa sasa bado unaonyesha msingi huo wa chama hicho. Nape, mbunge huyo, alikwenda mbali zaidi kwa kuhusisha dira ya maendeleo ya taifa na hali halisi ya kila siku inayowakabili wananchi wa kawaida. Alisema kuwa mipango ya maendeleo lazima ionekane katika maisha ya wafanyabiashara wadogo, wakulima na makundi mengine hatarishi, la sivyo chama hicho kitazidi kuzama. Kulingana naye mbunge huyo, mafanikio ya kisera yanapaswa kupimwa kwa uzoefu ulio hai badala ya ripoti na hotuba. Alisisitiza kuwa utu lazima uonekane katika jinsi mamlaka zinavyoshirikiana na wananchi. Onyo hili sasa linakuja kama pigo kubwa kwa CCM. Hii ni pamoja na jinsi kanuni zinavyotekelezwa mitaani na vijijini. Kulingana naye, maoni yake yaliwagusa sana wale wanaohisi kutengwa katika maendeleo ya kiuchumi na chama tawala. Kipengele nyeti hasa cha hotuba yake mbunge huyo bungeni kilikuwa rejea yake kuhusu mienendo ya vyombo vya usalama, na pia iliashiria kwamba wabunge wenyewe wa CCM sasa wanakosa imani na chama tawala cha CCM. Mbunge huyo Nape alipendekeza kuwa vitendo vya wasimamizi wa sheria vinapaswa pia kuonyesha utu wa binadamu. Hata hivyo, kwa kufanya hivyo alivuka mstari ambao ni nadra kuhutubiwa kwa uwazi hivyo na wabunge wa chama tawala ambao wengi wanaogopa. Wengi walitafsiri hii kama ukosoaji usio wa moja kwa moja wa vitendo vizito vya polisi na serikali ya CCM. Taarifa hiyo ilivuta hisia zinazosikika ndani ya chumba cha bunge. Ilionyesha nia ya kukabiliana na ukweli usiofaa hadharani. Onyo la Nape, mbunge huyo wa CCM, kuhusu gharama ya kisiasa kwa CCM ilivutia zaidi watu wengi. Alisema kuwa kushindwa kutafsiri maadili katika vitendo kunaweza hatimaye kuwasukuma wapiga kura mbali na chama hicho tawala. Muundo huu wa mbunge huyo
ulibadilisha hotuba yake kutoka ukosoaji wa sera hadi kuwa onyo la kimkakati kwa Samia Suluhu na chama kizima na utawala wa CCM. Wachambuzi walieleza kama kengele ya ndani badala ya maneno ya upinzani. Kwa kushawishi uwezekano wa chama kupoteza mamlaka na kuweza kupoteza dira, alisitiza uzito wa wasiwasi wake kuhusu chama hicho kuweza kumalizika. Lugha ya namna hii si ya kawaida kwa mbunge wa viti maalum CCM. Maneno hayo yamewashangaza wengi na yalitafsiri kwa haraka kuwa ni kujiweka mbali na utawala wa sasa unaoongozwa na Samia Suluhu Hassan. Wakati mbunge huyo hakumtaja rais moja kwa moja au hakutaja mtu yoyote, madhara yake yalikuwa wazi na wananchi wengi wameweza kutafsiri mitandaoni. Ukosoaji wake ulionekana kulenga jinsi mamlaka ya serikali ya CCM yanavyotekelezwa chini ya uongozi wa sasa. Mtazamo huu wa mbunge huyo ulizidisha madai kwamba kutokubaliana kwa ndani kunazidi kuonekana. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamebainisha kuwa hili linaweza kuashiria mabadiliko ya mienendo ndani ya chama tawala. Kwa hivyo hotuba hiyo bungeni iliwekwa kama zaidi ya maoni ya kibinafsi. Hata hivyo, ndani ya bunge mijadala ilikuwa tofauti lakini mikali. Baadhi ya wabunge walionekana kutoridhika, huku wengine wakiitikia kwa kichwa wakionyesha kukubaliana. Uwazi usio wa kawaida wa ukosoaji huo ulivuruga mwelekeo wa wabunge wa CCM ambao walikuwa wameungana. Hata hivyo, wengi waliunga mkono huku wengine wakimpinga. Wabunge wa upinzani vilevile walikuwa wepesi kuangazia hotuba hiyo kama udhibitisho wa wasiwasi wa muda mrefu, huku wakihoji kwa nini mbunge mwenyewe binafsi wa CCM anaweza kufikiria hivyo. Wakati huo huo, wafuasi wa CCM walijaribu kupunguza umuhimu wake. Mgawanyiko wa athari ulionyesha athari ya hotuba hiyo. Nje ya bunge hilo, mwitikio wa umma mitandaoni ulikuwa wa haraka. Mitandao ya kijamii ilifurika maelezo ya kusifia ujasiri wa Nape, mbunge huyo wa CCM, kuzungumza bila woga. Wananchi wengi waliona matamshi yake kuwa ni nadra kukiri malalamiko yao. Wengine walimshutumu kwa utukufu au kutafuta umuhimu wa kisiasa. Bila kujali tafsiri, hotuba hiyo ilitawala mazungumzo ya umma. Iliamsha mijadala kuhusu uwajibikaji na utawala ndani ya chama tawala. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameeleza tukio hilo kuwa ni ishara ya mvutano wa ndani badala ya uasi wa moja kwa moja. Wanasema kuwa kauli kama hizo mara nyingi huibuka wakati vyama vinapokabiliwa na shinikizo la kufanya mageuzi kutoka ndani. Historia ya mbunge huyo Nape kama mwanasiasa mwazi inaaminika kwa mtazamo huu. Utayari wake wa kupinga mamlaka ambayo anaitumikia binafsi hapo awali umeweza kumtenga. Muktadha huu hufanya matamshi yake kuwa ya kutabirika na yenye matokeo. Wachambuzi wanaonya kuwa kupuuza sauti hizo kunaweza kuwa hatari kwa chama tawala cha CCM. Chama tawala bado hakijatoa jibu rasmi au Samia Suluhu bado hajaongelelea hotuba hiyo. Ukimya wa uongozi wa chama umezidi kuchochea minong'ono na uvumi mitandaoni. Baadhi ya waangalizi wanaamini kuwa majadiliano ya ndani yanaendelea ili kudhibiti matokeo mabaya ya hotuba hiyo. Wengine hutafsiri ukimya kama jaribio la kuzuia kukuza swala hilo au kulifanya litrend zaidi. Vyovyote vile, kukosekana kwa jibu hakujatuliza mjadala wa umma. Badala yake imeweka swala hilo hai. Ndani ya CCM, tukio hilo limeripotiwa kuzua mazungumzo ya faragha miongoni mwa vigogo wa CCM. Maswali yanaibuliwa kuhusu nidhamu, ujumbe na uwiano wa ndani. Wengine wanahofia kwamba upinzani wa wazi unaweza kuwatia moyo wanachama wengine wasioridhika. Wengine wanasema kwamba mjadala kama huo ni mzuri na walazima. Uwiano kati ya umoja na uwajibikaji wa ndani sasa unachunguzwa. Mvutano huu unaakisi changamoto pana zinazovikabili vyama tawala kwa muda mrefu. Kipindi hiki pia kinaangazia jukumu linaloendelea la bunge kama nafasi ya mijadala ya kweli. Hotuba ya mbunge Nape wa CCM leo ilipinga mtazamo wa bunge kuwa ni muhuri wa mpira. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.